Unajua? Kuuliza kitu. Niambie. Na hajawahi hata kuniambia, alafu unasiri? Sijawahi kukuambia alafu ndo unaniuliza tena. Ndo nataka nikuulize hicho kitu ambacho kwa nini hujawahi kuniambia? Maswali sasa. Asubuhi. Mtu anaamka ananawa uso, endelee na mambo yake mengine. Maswali. Kwani wewe ni mahakama au hakimu? Lakini Niulize. hivi kuna mtu ulikuwa unataka kumuoa? Kabla yangu. Na jana nimekuuliza kabla ya kuwa na mimi ulikuwa na ngapi hujaniambia? Kumbe kuna mtu kabisa ulikuwa unataka kumuoa. Sasa nilivyosikia. Ulisikia kwa nani kwanza huyo mtu aliyekuwa anataka kumuoa? Nikasema kwamba Ngoja kwanza. Subiri kwanza. Twende hatua by hatua. Ukienda kwa haraka mimi sikujibu. Alikuwa ni nani? Mimi na taifa kubwa sana. Taifa kubwa? Nani alikwambia, alikuletea hizo nani kwamba kulikuwa kuna mwanamke mwingine anataka kumuoa kabla yako? Unakumbuka mama mko alipokuja ile juzi? Mama? Mama mbea naye. Mama si chama langu. Kakwambiaje? Tukawa tunapiga story. Kaniambia kwamba kunaye binti. Binti? Ulikuwa unataka kumuoa. Kwa kabila lako. Meru? Mama, friji aligandisha. Akasema, akakwambia hivi, ukimuoa, labda yeye sio mama yako. Hakumtaka. Akanipangia. Akasema hamtaki huyo binti. Kwa hiyo tafuta kabila lingine umuoe. Kwa hiyo sasa hapo unaniuliza nini sasa? Mbona majibu una? Nakuuliza hivi. Jana nilipokuwa nakuuliza, ulikatalia kata. Dakika za jioni nilikwambia ni kweli lakini sio wewe. Lakini mimi nikopo tayari najua, nikopo tu nakuuliza vile ili. Ngoja nikwambie. Sasa unajua ilikuwaje? Ni kweli. Na huyo mwanamke. Wa home kabisa. Unajua tulikutana yaani huyo shule ambako nilikuwa nasoma. Nilimwacha madarasa kama kama matatu. Yaani mimi nikimaliza form 4, yeye alikuwa form 1. Sasa unajua mitandaoni huku. Yaani tokea kipindi hicho nimemwacha yeye form 1 sijawahi kumuona. Kila nikaja kumuona mitandaoni, Facebook nini. DM, basi tukaanza. Kipindi alikuwa chuo. Anza mawasiliano. Mimi nikatupa ndoano. Ndoano wana imenasa. Imenasa. Tukapanga ya kwetu. Sasa mwanangu hapa nachoka. Nikamdanganya, nikakubali si kumdanganya. Nikaongea naye tu tukapanga. Kwamba yeye nyumbani adanganye kwamba amepata kazi Singida. Muongo. Sikia sasa. Kwa akadanganya nyumbani kwamba amepata kazi Singida. Kumbe mwanangu hamna kazi wala nini, anakuja kwangu. Oe. Nikaanza kuishi naye mwanangu. Toka mwezi wa ngapi ujue? Ilikuwa 2020 na 2022 hivi. Tukaanza kuishi naye kibishi. Si unajua pika pakua. Yaani kama mke kabisa. Kabisa hapa nyumbani. Kipindi ulipo. Pika pakua. Wewe si umetaka kujua? Mimi nakwambia ukweli. Si ameshapita kwanza. Pika pakua nini pale fresh. Sasa baadaye baada kukaa naye, yaani kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 10. Nimekaa miezi mingapi? Miezi 6 nikaona sasa ndugu yangu lolote linaweza likatokea alafu nikapata nikapata kesi. Kwa kuwa dogo nimemuona kwamba fresh mnyama. Japo alikuwa na mapungufu yake kidogo madogo. Lakini nikasema isiwe zimu likujualo si alikuli likakumaliza. Basi bwana siku hiyo sasa nikasema ngoja nijitoe ufahamu nimpigie mzee. Mzee mimi namuweza. Yaani mzee na maza mimi namuweza sana mzee.
Cheki mzee. Bwana baba. Huku bwana. Mimi kuna mwanamke. Sikumwambia kwamba naishi naye. Hiyo kesi naiweza. Nikamwambia bwana baba, kuna mwanamke ambaye nimempenda wa huko nyumbani. Sasa baba, yeye anapenda nioe mmeru mwenzangu. Alafu mama sasa. Huko hataki hizo swala kabisa. Basi bwana. Kilichotokea ni kwamba bwana baba nilipomwambia kwamba nataka nioe na nini, kwanza baba alifurahi vibaya mno. Kama kawaida yake. Kama kawaida. Baraka tele. Baraka. Ngoja mwanangu tulia kwanza. Alafu uniambie huyo binti ni wapi, nikamuelekeza kabisa. Sasa mimi ngoja nikapange na mama yako, alafu ikiwezekana wiki hii tuende kwao. Alafu mambo mengine tuharakishe chapu ili muoane. Hilo ni jambo la heri. Bwana amemfikishia mama. Mimi ndo nakuja kugundua sasa dakika za jioni, yani tayari nishakuoaga kwamba aliyechoma ni nani. Baba alikuwa positive sana nilipomwambia mara ya kwanza. Lakini kesho yake nashangaa, kesho yake jioni amenipigia simu. Mwanangu Dani, bwana ile swala lako ni nzuri, lakini nafikiri una kila sababu ya kufikiria kwanza. Hebu fikiria kwanza. Hebu tuliache, tusiliendee pupa kabisa. Fikiria. Sijakaa kidogo, mama simu. Mwanangu, unajua nyumba fulani? Unawajua? Kakuashia moto. Sitaki kuona, nishakwambia, sitaki kuona mwanamke Kimeru. Sitaki. Mambo kibao. Kasema basi isiwe kesi. Au kizingatia na yule dogo naye mwanangu kuna vitu tu kiukweli alikuwa anazingua sana anazingua. Nikajumlishia na ya mama. Alafu nikavuta picha kile alichonieleza mama. Unajua kumbe wazazi bwana wanafahamu hizi familia, historia zao. Kile nikajaribu kurelatisha na huyu dogo anavyoishi na mimi. Bwana nikaona kumbe ni mule. Mule. Nikasema bwana sasa namtoaje geto sasa? Nimpeleke kwao. Bwana nashukuru Mungu ukatokeaga msiba. Kwao. Nikampa nauli. Kaambia mama nenda kazike. Anaenda kuzika. Nikapata safari ya ghafla. Kaambia siku. Nikamwambia miezi hii na ufunguo sijauacha karibu. Kwa hiyo hebu baki huko ili kusudi mimi nikirudi naunganishia huko Arusha, nije nitoe na mahari, tuanze kuishi pamoja. Mbona nampangilia? Nampangilia mwanangu. Kifuatacho. Katikati ya hiyo miezi mitatu ya safari, ugomvi ukatokea, nikamtengenezea zengwe. Mungu jamani anisamehe tu jamani. Na roho mbaya. Nikamtengenezea tu mazengwe, nikachukua simu nini. Mwisho wa siku kampiga chini. Tukabwagana. Mimi sijai kuacha mwanamke. Nikitaka kumwacha mwanamke nitatengeneza mazingira yeye kuniacha. Mimi sitaki dhambi ya kumwacha mwanamke. Kwa akaniacha. Watu waliopita nao kwa wanatengeneza mzembe. Masuala yao ndio pita nao achana. Na wewe umeniuliza specific hiyo moja. Kwa hiyo sasa baadaye mwanangu ndo ikawa imeisha hivyo. Ikawa imeisha, nikamtumiaga mabegi yake ya nguo fresh. Wewe ulikuja na nguo kila kitu akaziacha? Wewe miezi 6 kwani kukaa wewe utakaa na nguo moja miezi 6? Miezi 6? Alikuja na begi kabisa. Ulikuwa umeoa basi wewe. Nilikuwa nimeoa. Sio lazima miezi 3 tu tayari anakuwa mke wako. Nilikuwa nimeoa lakini sasa kama afahamiki nyumbani. Basi unafahamika nyumbani. Kama afahamiki nyumbani nimeoaje sasa? Lakini miezi 6 mingi sana mtajua. Hamna, afahamiki nyumbani wala kupata ujauzito niseme kwamba nini hamna. Kwa mkamalizana. Tukamalizana. Kwa sasa nilipokupata sasa. Mama si unaona alivyosikia tu nimeoa yani hakuchelewa. Chapu kaja. Haraka. Kwanza sikuona muombe. Kabila gani kwanza huyo? Sema alafu nakumbuka mazingira tuliondokaga nyumbani. Kabila gani huyo? Kaambia nilibahatika kupata. Nilitaje kabila. Acha kuzua taruki. Nikamwambia sio Mmeru. Si nimefurahi sana.
huyo kabeba kapu unajua kule nyumbani na maharage ile kule tega nini maharage kwanza akaniletea kitenge zawadi kitenge nini tukafanyiwa mila pale kweli jamani maharage viazi akalibariki na nilibariki na sasa hivi tunaendelea kudunda na mzee naye mzee anaga baya mzee yule si mwamba mzee mwamba kwa ndo hivyo mwanangu kwa na ile shati nilikutega kumbe ilikuwa yule dada masuala mashati sasa kwa nini sasa kumpa nguo zake zote ulitaka ubaki na alama yake jamani masuala mashati achana nayo masuala mashati achana nayo kwanza hiyo story imeisha utaki kuuliza tena sitaki kuhojiwa kama kuna vingine bado sijavijua kwa kama kuna vingine bado nataka kuvijua utanihoji siku nyingine sasa hivi ngoja nikajiandae niende kazini alafu leo tunaenda wote kazini yaani hivi hapa mguu wako mguu wangu kazi gani unajua leo naenda field naenda mbali sana ndio na mimi nataka leo naenda field tunaenda wote tunakuwa magurini yaani hivi na naenda na pikipiki mtoto unamwachia nani namwacha na dada yake hapa tunaenda tu amwacha mtoto wangu na dada yake dada yake ndo atamnyonyesha namwachia maziwa tunaona hizo biashara kweli yaani ukienda tu mimi nipo nyuma siendi na wewe yaani ukitoa tu ofisini na mimi ninatoa sasa yaani ukitoka tu kama utanifuata nyuma ujue hautarudi tena nyumba hii naenda nyumba gani yaani huko na kuunganishia na kwenu nyumbani kwetu wapi nyumbani kwetu ni hapa siendi mahali wewe hivi sasa hivi mwanangu mbona tunaona wanawake wababe hivi siendi mahali na mtu anakuwa mbabe nikitoka ofisini tunarudi yaani hivi sasa hivi uniachi nyumbani mtoto sikashakuwa